cried out all your tears. Welcome everyone to Ametenda Show. My name is Golden Mukami na mimi ni muimbaji wa Injili ya Bwana, na pia kuna wengine wananijua kama Prophetess Mukami, kwa maana pia ninafanya injili ya kuhubiri pale katika Kaloleni. Tuko na kanisa pale inaitwa Jesus Foundation Healing and Deliverance Ministry, na zaidi ya yote pia naweza kusema Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Naweza kusema nimeshuhudia na kumuona Yesu katika maisha yangu kwa pande zote, kwa maana neno linasema anayemtegemea Bwana hawezi kushindwa na chochote. Na kwa sababu hiyo Mungu ameniwezesha mwaka huu kutoa song moja ambao ni ushuhuda wa maisha yangu. Hii mwaka Mungu amenipatia ufunuo wa nyimbo ambayo inaitwa Wewe ni Mungu, ambayo inanena na kuzungumza kuhusu maisha ambayo nimeyapitia pale awali, maisha ambayo yamekuwa ni maisha magumu, maisha ambayo yamekuwa ni maisha ya huzuni. Na mara kwa mara ninapoangalia yale maisha ambayo nimekuwa nayo wakati nimekuwa mtoto, ninashuhudia kwamba Mungu anapotupitishia katika hali ngumu, anatupitishia kwa hiyo hali ili atengeneze ushuhuda katika maisha yetu. Na kwa sababu hiyo mimi nimeshuhudia Mungu na nikaona akiwa mwema. Nikikumbuka nimelewa na kuzaliwa pale katika mtaa wa Park Road Ngara, na mzazi ambaye amekuwa ni single mother. We were 11 in our family and life was not that good. Life was very hard for us as children. Hata chakula kupata ilikuwa ni shida. Mavazi pia kupata ilikuwa ni shida. Tulikuwa tunasaidiwa na majirani. Tulikuwa tunakaa maisha ya kubahatisha. Actually, I'll say that. Na nitaendelea kuongezea na kusema ya kwamba sitaki kusema ati kwamba nina blame my mom for that a lot, but she was the cause of it, because ni mtu ambayo tuwezi kusema kwamba ati hajabarikiwa. Ni mtu akona mali, ni mtu ambaye akona mashamba mengi na makubwa, lakini she has never been responsible. She has never taken care of her children. She has never taken care of us. So it has been very hard for us growing with a parent who does not consider her children, a parent who does not care about her own children, a parent who is not even responsible. So it was actually such a hard time. And I will say it and say again that I will not, or I will never wish for any child to go through what I went through as a child. So katika ile mtaa ya Park Road, tulikuwa, I think hata wale watu wa Park Road wenye wanaweza kuochisho, maybe wanaweza kunikumbuka, maybe for now wanaweza dhania maybe tulishakuwa machokora ama tulishakufa, but I will say that God is a faithful God. Because even life yenye tulikuwa tunakaa pale Park Road, tulikuwa tunakaa kwa kibanda ka kiosk. Actually life ya tunaweza sema difference yetu sisi na chokoratu ilikuwa ni kwa sababu tuko na ka kiosk mahali tunaweza kaa, but that was not such a big difference, because pia chakula tulikuwa tunasaidiwa mara kwa mara na watu, tulikuwa tunasaidiwa mavazi na watu. I'll just be realistic and tell you that in my life mimi sijawahi ona my mama amenibaia hadi nguo, even one nguo hivi ama kiatu. Even schooling, it was such a terrible season in those days, because shule ukienda unaenda unafukuza because of school fees. Ukirudi nyumbani hakuna way forward, na still at that time my mom bado anaendelea kuongezea watoto. So ukikuja hadi nyumbani unapata you are just taking like 2 days bila kukula. There is no food in the house. Imagine there was nothing, like you can even go for 2 days. You've reached even to a point unaanza sasa kuomba baka watu chakula because you don't have food. That was such a hard time for us as a whole. But I'll say that God had a reason and a purpose for it, because finally kuna vile tulipata msaada wa children's home na tukagrowia huko, tukaweza kusoma, tukaanza kuona Mungu kwa hiyo njia. Na zaidi ya yote naweza kusema ya kwamba kwa hiyo yote ambao tuliyapitia sisi tukiwa kama watoto wa mama yetu,
ambayo hakuwa there for us because angetuacha even the whole month without even kutuachia chakula, and she will just disappear and go. And there was a time I'll never forget those seasons. You know, though it's so traumatizing whenever you speak about your hardship as a child. So you feel like ni kama somehow it was like a punishment or something. But me, I will say this, through the journey that I've come with God, even though I'm speaking about this story today, I will say that through that journey I've seen God being faithful, because even those time ambao my mama alituchukua katupeleka ushago, tukaenda tukakaa pale Nyahururu, that time we were not doing something that will help our future as children. We were just, tulikuwa tuna spend all the time kwa shamba, ni kulima, tunalima shamba of around 30 acres. Tunaenda kuchota maji kwa mto, tunafanya hizo vitu zote. And the minute we finish kulima, like mavuno huko ni ya 1 year, tutaweka chakula ilikuwa mingi sana, I'll say that, in the village. But my mom will come and sell every food, abakisha tu chakula maybe yenye mnaweza kula, and then now she will disappear na ende like months. So I'll say that saa hiyo ame disappear, maybe mimi ndio ameacha kwa hiyo boma, na I'm just like 7 years or 8 years. So we took like around 3 years there in that village. Then finally tukarudi Nairobi. But all the same, life ilikuwa tu the same. Tukiwa Nairobi, tukiwa ushago, whichever way, life was still the same. Hakuna vile alikuwa responsible at all. Even this very day, I'll tell you, I know you guys have been having maybe parents. Wamekuwa na parents wenye wamekuwa very responsible, wamekuwa there for you, wamekuwa wakikusupport financially, wamekuwa wakikulipia school fees, wamekuwa wakikutekia kama mtoto wao. I'll just tell you this. Si kila mtu amepitia hiyo opportunity. Si kila mtu ambaye ameweza ku-experience love ya mzazi, especially me. I'll say that I don't even know what love means kwa mzazi. Na that one has taught me a lot, because imenifundisha ya kwamba ni vizuri you understand and you value love, because love is not something that it can be bought. It is something that is freely, that God has given us, so that we will share. But me, I'll tell you, in my life, as I was calculating even this very day, I'll tell you that I've never seen my mom with all the wealth that she has. Sijawahi ona kitu amejifanyia kwa life yake. Nothing. Sijui kama umewahi kuwa na experience ya watu kama mimi. I always ask myself, do these people really exist? Ama she's just one in a million? Because that, if I can just be frank with you, me, I've never seen even friends or maybe neighbors, or the people that I've associated with. Sijaona mtu ambaye ana neglect watoto wake. You neglect your own children to a point whereby you have money, but still you cannot support your children. Yani your money, you're not doing anything productive with it. You cannot even buy a nice sofa set. You cannot even build a house. You cannot do anything with your money. My mom, she can just sleep hungry. And that particular time, she has a lot of money, like 100,000. I don't know how someone can neglect even her own self, or neglect even your own children, for the sake of, I don't know, saving money, or I don't even understand saving money for what. Because she does not do business. Maybe what she does is just go and rent the shambas and all that. And also renting those shambas, because she don't have a shamba just in one place. She has shamba all over. She will just do nothing with that money. So that life, it has been very terrible.
and it was very, very hectic and traumatizing for all of us as children. Even this very day is very ni kwa neema tu ya Mungu saizi Mungu ameweza at least kututia nguvu kama vile tumepotea kwa Yesu, kwa maana ninajua mtu yote anayepotelea kwa Yesu lazima atapona, hata kama ni nini ambayo uko nao ni lazima kwa hakika Yesu atakuponya. Kwa hivyo wakati tumepotelea kwa Yesu, ama wakati mimi naweza kusema, acha nitoe ushuhuda wangu mimi mwenyewe na niseme ya kwamba wakati nimepotelea kwa Yesu, ama wakati nilipotelea kwa Yesu nikapatana na Yesu, maisha yangu yalibadilika. Kwa maana Yesu alinionyesha kwamba niko na tumaini tena ya kuishi, na Yesu akanionyesha kwamba ako na mimi na amekuwa na mimi kuanzia hizo siku zote. Vile ambavyo mimi nilikuwa najiuliza ya kwamba does God really care about me? Does God really care about our siblings? Does God really care about our future? And what kind of a future will we have in this kind of lifestyle ambao tulikuwa tunakaa? So ni maswali mengi sana nilikuwa najiuliza na ninaona like God hates us so much. Do you know, funny enough is like mimi nyama nilikuwa naona tu ikiwa something very important. Na mkate mimi nilikuwa nasema kwanza nikigrow tu niweze tu kupata do, mimi ndakuwa nakulanga nyama, mkate na chipo. Cause nilikuwa naona hizo vitu zikiwa wale wanakula, naona ni watu very special. Ati saa hizi naweza ati kwenda kwa butchery hata nikule hata cook anything that I want. But in those days chipo mwenye nakula chipo peke yake, na ilikuwa that time natoka 20 bob ama 15 bob, alikuwa nakaa someone like a millionaire to me. I can never forget that moment. Na ukiwa na juice ama soda, juu watu unajua sasa shule yenye tulikuwa tunagroia tukiwa huko hivi Park Road Ngara ni shule zenye tunasoma na wazungu, tunasoma na Wahindi, tunasoma na Wasomalia, very stable and watoto ambao wako na wazazi ambao wako very responsible. So ulikuwa unapata mtu amebeba kuku, nitamwangalia ikule baka amalize, because siamini ati anakula kuku. How? Nione mtu mwingine anakunywa soda ati alibeba pilau na nyama. What? That's a lot. That's a lot. Na imenifundisha kwamba it does not matter where you have come from. It does not matter the background ama the family ambayo umetoka. What matters ni uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Kwa sababu God anakujanga na change things. God anaweza kuchange mambo. God anaweza kumake things turn around in so many ways. So through all of that, bado nimekuwa na a lot of challenges, because the same mom that we are talking about as siblings, na sisi zote ni watoto wake, we are just 11 in our family, but not even one child anashare baba na mwingine. Sisi zote tuko na baba tofauti, lakini pia alitupiganisha tukiwa watoto sisi zote, hata hakuna mwenye anaelewana na mwingine. Unapiganisha watoto wako. How can that be? Can you imagine? Me, I've never seen something like this. Anapiganisha, analeta division among their children. Even right now ni vile tumeanza kumjua sisi ambao sasa na pia tumekomaa, tukamfahamu vizuri na pia tukajuana na Yesu, hatungeweza kuwa tunaongeleshana kama familia, kwa maana alikuwa ameleta division. My mom can create something right now about your life na ikae ni ya ukweli na ni ya ukweli kabisa. She can come to me and tell me about my other sibling that yani devil worshipper, nafaa ni avoid. Otherwise kama sitamu avoid atanikula, atanitoa sacrifice. Those things, they are very scary. So of course, what will you do? Itabidi uepuke huyo mtu. So sometimes napata kwamba hata huyo mtu akiwa na shida ama wewe uko na shida, hamwezi saidiana na huyo, na ni ndugu yako. Maybe utasema ni ndugu yako ama utasema ni sister yako, because now si mmezaliwa na mama mmoja, but utapata hakuna kusaidiana, mnaweza saidiana na huyo mtu. And then the same thing that will happen. Ile tu story yenye amekuja mimi mwenyewe ameniambia, bado ataenda ambie huyo mwingine. My mom, she has never even wished anything good for all of us. Can you imagine? My mom stays far from where I stay, but she can come to my home area every single day. Na anakuja karibu na mahali mimi nakaa hivi, around my gate, telling people
nasty things about my life, nasty things I don't even understand, nasty things I don't even know. She's the one who comes with that story. She can come up with a story like Mwepuke Mokami, she's not a good person, she's in a cult, yeye ni mtu wa devil worshipper, atawakulia watoto, atafanya. These things I'm talking about ni things ambazo ziko real na zimekuwa very real in our family, in our neighbors, even the society itself. This lady, look at her, and I will call her lady because she's a lady, but she's my mom, of course. From the childhood, she has never supported you. Umegrow kimiujiza kwa neema ya Mungu, umekuwa mkubwa, hakuna kitu ya mama amekufanyia ata. Even where you have reached today, you cannot say that umereach hapo kwa sababu ya help, courtesy of your mom. No, it is me, I'll say just it is courtesy of and the mercy of God. Nimenifikisha mahali nimefika siku ya leo. And now still she's not letting me be. She's still following me even this very day. Can you imagine your own mother telling your own neighbors that you are a devil worshiper and they should not associate with you? So that whenever, even if you have a problem, hata upige nduru, hakuna mtu anaweza kuja kukusikia. Kwa sababu si anasema ni you are a devil worshiper, ni mambo yako ndio inakukula. And whoever is coming with that story is your mom. So it is very hard for you even to speak and also try to explain yourself to people. Because how will you explain yourself to people? And the things that have been spoken, they have been spoken things that is, the person who is speaking about those things is your mom. So many people will believe and trust her. But to be honest with all of you, that all of those rumors that you always hear about her, they are not true. Because God will testify that, and God, I know he will reveal that eventually. Because neno la Mungu linatuambia wazi ya kwamba kile kinachofanyika katika giza, Mungu atakuja kukifichua katika mwanga. Kile kinachofanyika ama yale maneno yaliyonenwa chini ya kitanda uvunguni, watu wakanena kwa sauti ya chini zaidi ili wengine wasisikie, itakuja kutangazwa kwa jukwaa. So ni kumaanisha it is just a matter of time, and God will reveal the truth about this matter. I know, and I believe that hata lala kwa kaburi hivi kama yeye mwenyewe hajajua kwamba kuna Mungu mbinguni, na hata lala kwa kaburi kama haja confess still all those things that she always say, because our God is faithful. He's a faithful God and he will fight for us. So this thing has not been happening to me alone. Akitoka kwa area yangu anaenda kwa area ya my other siblings. That is what she has been doing. It's just like a campaign ya ushetani that you will not even be able to understand. You cannot even have a conclusion of this story. It is something that is very traumatizing, and it's something that is very weird. Can you imagine your mom anatoka all the way kwenye anakaa, and she does not even speak to anyone kwa area ambayo yeye anakaa, but she comes speaking to everyone within your area. There was a lady who was telling me, and she's my neighbor, ananiambia sasa huyu mama yako anakujanga anashinda hapa the whole day akikudiscuss mchana mzima, si kazi amekuja, si biashara yako, anashinda akijipigisha baridi, hata kukinyesha kwa vibanda amekaa hivi, anakuta watu wakifanya kazi zao, watu wameweka masoko, anaenda akiombaomba baka nyanya, and it's someone who is very wealthy. This is very sad. I can tell you that, and I feel it deeply, because you cannot be proud of it. Even if she's not even my mom, even if it's just like any other parent or any other maybe any other old person, because right now she's old, she's just about maybe let's say 75 or 76 years. But I will not say that this character imeanza sai. Hii character ni ya kuanzia akiwa kitambo kabisa, akiwa mdogo. She want to control everything. I remember there was a time she chased the wife of my brother away. And that time amekuwa na, my brother was not working. The one who was providing was his wife. Na his wife sasa hiyo alikuwa na watoto watatu, na huyu mwingine mmoja alikuwa na like 2 years, na alikuwa na katoto kingine kako na 3 months. Imagine your mom coming, anatoka kwake akuja kute brother yangu kwake kwenye walikuwa wamejenga na wife yake, akuje kufukuza mke wa mtu.
Alifukuzwa na mtoto wa miezi 3 na watoto wengine 2. So now you can imagine what that means to have such a parent. You can just imagine how terrible that is. You can just imagine how sad that can be, and especially if it's happening to your own family. So the wife of my brother alienda na kaenda completely, she never came back. Now what my brother does from that moment, what he has been doing since that time ya breakup yake na mke wake, sasa aliingia katika drugs, aliingia katika ulevi, akaingia katika kuvuta bangi, akaingia katika kukula mamogoka, akaingia katika kuvuta sigara. And my mom, she's praising that. She's very okay with that. Can you imagine that? She's very okay. Me, I will not lie to you. I've been praying and even fasting about this. I've been praying about her. I've been fasting about it. But I don't know why God is not changing her. But God has his own reasons. I remember there was a time, the first time that God spoke to me, that is around, let's say like around 15 years. God spoke to me na kaniambia niende nianze huduma ya kanisa pale katika mtaa wa Shiranga. Shiranga iko hiyo side ya Dandora na the other side iko katikati ya Dandora na Moiki. Ama hapo Kayole Junction, you can pass there. So when I started the first ministry, that is when God alinipick so much na aka bring a lot of people kwa church. So that moment God akanipick, and I will just say that it was just a plan of God, because God brought a lot of people in the church. And church when ilianza kupick, ikapick, and then God was expanding us, bringing more people, bringing people who are committed to serve the church and also to support the ministry. And we even advanced a lot, tukahama baka kwa ile nyumba tulikuwa, tukaenda katika nyumba nyingine. And tukaendelea tu kuexpand na kugrow as church. We grown a lot. So hiyo church ilianza kuattract even people ambao walikuwa mtaa ya kwetu. So now they will see my mom. Na mama na wanamwambia, hey, mbona hukujangi church? Na sisi tunaendanga church ya dota wako. Anaambia mimi siwezi enda church ya devil worshiper. She's such a devil worshiper. I cannot go there. Mimi anitoe kafara. Those stories, they are very confusing, because zilikuja zikafanya baka church ikaanguka, because people are just asking how can a mother be this heartless? How can a mother lie? How will you even explain that? Uta-explain aje? Wewe kama ungekuwa kama mimi, if you're on my shoes, how can you explain that to people? What will you do to people? You cannot defend yourself. Utawacha tu wa flow na hiyo pace. But me thank God, because Mungu kuna vitu ameenda kunirivilia over and over again, na nimeona mkono wake na wema wake katika maisha yangu. So kuamini Mungu nitasema ni jambo la muhimu sana, na I will still continue with that story. But as for now, wacha nipumzike kidogo, nikunywe glass ya maji, and then I will be right back. God bless you. When you've cried out all your tears. Karibu tena mtazamaji kwa Ametenda Show hapa Heaven Bound TV, na nimerudi tena. So nilikuwa naongea about my parents who happened to be a single mother, na yale changamoto ambayo amefanya tuyapitie. So at that time in Shiranga, church ilikuwa na population ya like more than 100 people. But you know, rumors is a very dangerous thing, because it can destroy. Kwanza, kitu ya kwanza inafanya glory yako ina fade. Secondly, ina destroy your destiny. Inafanya life yako inakuwa confused. You don't even know. You even start what do you say it? Unaanza kushuku sanity yako. Unaanza kujishuku wewe mwenyewe, unajiuliza, je, what she's saying, is it true? Really me, I don't understand this, or
na kuanga hivyo mimi ndio sijui. You start wondering, is this true? Kwa sababu now this thing, she's very persisting about it. And she's even telling the people who are very close to you, the people that trust you, the people that maybe you are working together with, the people who are depending on you, maybe emotionally, spiritually, or even psychologically. Because as a leader of church, of course, you will guide people in so many directions, and also be able to advise people, to advise a lot of things, even when it comes to marriages and so many things, so on. So now, when that person hears those kind of rumors, how do you expect that person to react? Huyo mtu lazima kitu ya kwanza atense, lazima aogope, ashangae, ashindwe. Ai, so this person vile mimi ninamuona hivyo sio hivyo anakuanga. Kumbe, even the power she's using is not the power that comes from God. It is the power that comes from the enemy. Me, I'll just be honest here. I have nothing to do with the devil. And I don't belong to the devil. The kingdom of darkness does not have space in my life. It does not have space in my soul. It does not have space in my ways. Everything I do it through Christ who strengthens me. And that is why kwa uwezo wa Bwana nimeweza kufika katika hii show ya kwamba ametenda, because I want to testify about his goodness. Nataka kusema ya kwamba you can have an enemy that is very close to you. An enemy like now a mother, an enemy in whichever way. And that person, of course, whenever this person is doing these things, afanye hivyo akiwa na good intentions. Anaongea hii maneno ili wewe mwenyewe maisha yako ikuwe miserable na terrible kama yake. But I'm telling you, there is a friend who is Jesus. There is a friend who does not ask. Yesu waulizangi ama Mungu waulizangi mtu njia ya kwako wakati anakuja kukubariki. Mungu anakujanga na kubariki bila ruhusa ya mwanadamu. So ninasema nini hapa? Ninasema hata baada ya mtu kupitia machungu kama ile tumeyapitia, matatizo na masaibu mengi, na mambo ya ajabu na ya kutisha, na mambo mengine pia siwezi kuyaweka katika maneno, because hata ingine yana haibu na yanaudhi. Yana haibu, yanaudhi, yanakushangaza. Because I remember I was in a relationship, I wanted to get married, and my mom, she's the one ambaye aliniharibia hiyo ndoa. She told my sister, our last born, achukue mume wangu, na akamchukua na nikawaachia. Vitu zingine ambazo maybe ninaweza kukuambia unaweza ona ni kama I'm making them up, but I'm telling you the truth. This is the truth of the matter, because she's alive, she's there, and I'm sure maybe one time she will come across this video, this interview, na atakuja kuisikiliza. Now everything that I'm saying, it is true, nothing but the truth. So if I'll tell you that, utaniambia, how can that be? Yes, how can that be? I'm also asking myself the same question. How can that be? How can a mother be so cruel? How can a mother be so heartless? How can a mother be so evil? Everything that she wishes for her children, nothing that is good. Nothing. Like last year, we went through a lot. Sometimes it's hard even to talk about things. My brother passed last year on 3rd of January. That was 2025. Na alikuwa amehama Nairobi. Officially alikuwa amehamia Mombasa, hiyo side ya Ukunda. Na ile reason nilifanya tu ahame, it is my mom. I'll just be realistic with that, because akikomboa nyumba hapa hakae, my mama anaenda huko, anaenda kufuruga wife, ana make sure wamekosana. Baka wife ameenda na akona watoto. Brother wangu anaona hapana, anahama kwa hiyo nyumba, anaendea wife tena wanarudiana. The minute then my mom ana realize
brother yangu tena amerudisha ule mke, anaanza kufuatilia, bro, mimi nataka nikuje nijue kwenye unakaa. Nataka nikuje nijue. Finally my brother alichoka na akaenda Mombasa na akaanzia maisha huko sehemu za Ukunda. So mimi nasema nini hapa? Wakati amekaa na mke, my mom will just tell you that yeye ametoa mahari. We knew that, and actually we are the one at a ndio tulichanga pesa aende basi akatoe mahari, because now it is our tradition. Ni tradition yetu sisi kwamba tutoe mahari, na hiyo ni kawaida na inaeleweka kabisa. And we even contributed for that money. But you know, she did not do it even the way it's supposed to be done, according to our culture. So we knew that everything was settled. Every child knew that actually. Kila mtu kwetu alikuwa anajua kwamba sisi mama yetu tulitoa mahari sisi kwa sababu ndio tulitoa pesa na hiyo mambo ilisha. But it is not true. When my brother back in 2024, it was I guess early 2024, 2023, late there, he decided to go and atoe dawari kwa familia ya wife yake. And that time he requested my mama ampeleke na wazee kama vile mila na desturi zilivyo, ende basi akaombe msichana, hata kama alikuwa amekaa na huyo msichana, sasa ende akamnunua officially. Do you know my mom participated on that? Wakaenda wakatoa mahari, wakafuata the right process huko, yenye yeye mwenyewe ya kufuata yake. Then after finishing all of that, my brother aligonjeka homa, ambao finally tulikuja kugundua baadaye 2 days before akufia ilikuwa ni TB. Aligonjeka ugonjwa ambayo haieleweki, ugonjwa ambaye haionekani. Amelazwa Nairobi Hospital, hakuna kitu inaonekana. Amelazwa Aga Khan, hakuna. Finally hata alikufia Aga Khan Mombasa, hakuna kitu inaonekana kwake. Hata 2 days before his death, that is when tulikuja tukajua ni TB na akusurvive. So funny enough ni ati sasa my mom was insisting ati brother yetu atolewe all the way from Mukunda to Nyahururu, kwenye alikuwa anataka sasa azikwe, kwa maana kuna shamba huko Nyahururu. So as we could not have done that because that is a big budget, of course, you know, traveling kusafirisha familia na mwili, it wasn't easy. She cannot contribute even a single cent in any matter regarding even her own children. So even going to Mombasa, imagine she was refusing that we should not bury our brother in Mombasa. And you know, my brother alikuwa baka sasa amenunua farm huko, ameamua sasa yeye anataka kusettle huko, ana insist aletwe. Wakati alisikia aletwe, na sasa analetwa na mdomo kwa sababu yeye hataki kutoa chochote. It is us tujue kule pesa itatoka, tujue vile hiyo mazishi itakuwa, tujipange sisi wenyewe bila yeye kudig even kakidole hivi hawezi ingiza, na ni mtoto wake. And I can assure you that kama kuna mtoto ambaye alikuwa anapenda my mom, even with all that she has been doing, alikuwa that my brother. My brother hakuwa anataka kusikia hata mama yangu akitajwa mahali. Hakuwa anataka hata tukusikia tukimwambia mama amefanya, alikuwa anasema tuachana na hiyo story. But funny enough ni ati my mom hata kucontribute even 100 shillings hata tuachie watoto kule Mombasa. Mazishi yenyewe alienda akipembelezwa, ati anapembelezwa aende akazikia mtoto wake amekataa. That was very sad. It was very sad for me, it was very sad for the family, and everyone was confused now. But I'll just say that God is faithful. Tuliweza kwenda pande za Kwale, tukafanya matanga pale, tukamaliza, tukazikana na tukarudi zetu Nairobi. So then during that time my brother was still not feeling well, our firstborn now. Na alikuwa na complain about tumbo, anasema anaumwa na tumbo over and over again. Baka Mombasa nakumbuka tukiwa Kwale, akaenda hospitali, akaenda akapigwa picha tumbo, hakuna kitu ilionekana. Tuliporudi Nairobi, akaenda Nairobi Hospital, akapigwa picha ya tumbo, akaenda Aga Khan, akaenda so many hospitals. Actually hakuna shida ilikuwa inaonekana. Finally kumbe shida imekuja kuonekana ya kwamba alikuwa na cancer, na hiyo cancer ilikuwa ni colon cancer.
So amekuwa admitted, ameteseka tu for so long, like Kenyatta, so many hospitals within, analala, anakuwa discharge, analala huku, finally akapass September 28th. But I'll tell you, amekufa last year tena. My mom, what pissed me off a lot, alikuja akapata my brother Kenyatta, because my brother alikuwa anakuwa discharged, anakuwa discharged. So me, I was just like worried. Kwa nini my brother over and over anakuwa discharged? Na yeye ile hali ambayo wako wewe mwenyewe ukimtazama, mtu alikuwa na around 90 kgs to 100 kg. Saizi amefika around 30 kgs. But he's not been admitted. Wanakataa kumadmit kabisa. So me, I was wondering what is happening. So I had to go and talk to the doctors in Kenyatta. Nikawaambia, please, I want to understand kwa nini my brother apati admission hapa. Now the way he has been sick, mnashinda mkipostpone, you are buying a lot of time instead of mumpatie admission alazwe na muweze kumtreat akiwa hapa. So daktari alinisikiza na akakuja na akaangalia my brother na akampatia admission, akapewa kitanda, na baada ya kupewa kitanda akaanza kuwekwa drips. My brother alikuwa amekaa like 2 months 3 months hajakula anything. Baka hata ukimwangalia na mtu ni kuanguka anaanguka. Akaanza kuwekwa drips, akaanza kuanzia kutritiwa. Wakati amelala kwa hiyo kitanda, my mama anakuja kumuomba pesa. Tino, hata unajua sina pesa ya chakula, sina pesa ya nini, hata fare ya kurudi sina. How can you come unaomba mtu ambaye mwenyewe hata hajiwezi pesa? Na ni mzazi wako. It is to adding more depression to you so that you will die. My brother was very, very stressed. And I was the one who was even trying to cool him down. Namwambia tu, wewe unajua maadhi, wewe wachana tu na maadhi. Anuza sasa mimi nitamtolea pesa wapi na nimekaa kwa hii kitanda for how many months saizi. Hata kama niko na salary yangu siwezi weza kuiaccess kwa sababu hata hiyo bank siwezi weza kufika. Mwili inanipeleka vibaya, afya yangu inaendelea kudhoofika, na hata mwenyewe atasirespond kwa medication. Ameanzia kimo, bado ndio hiyo respond bado. So unfortunately alipass, na the same ways ama the same respond zenye madhe alikuwa nazo kwa yule brother yangu mwenye alikufa that January. It was the same thing. Alikataa kukuja kuzika my bro tena, na ni watoto ambaye hajasomesha, watoto ambaye hajalea. You know, some things they are very hurting, You feel the pain that cannot even be taken away from you by anyone except only God who can do this. Akakataa hadi kuenda kufanya matanga. Kwake akataa mpaka kuenda kuapia kwa ndugu yangu mahali matanga meni inafanyiwa. And now wakati the wife of my brother walienda kumuongelesha ili aweze kukuja matanga ama aweze kukuja kwa mazishi, my mom alisema yeye akuji na aendi. Akatumaniwa wazee, akatumaniwa watu, akasema mimi kama mnataka ukweli niende katika hiyo mazishi, munikombolee gari na ikuwe na seats 5, initoe hapa inipeleke na inirudishe. Watu wako na huzuni na ni mtoto wake, but I feel anything. She's not feeling anything, even remorse, nothing. That is what we did. Kakombolewa gari, kapelekwa moja kwa moja baka mochari. My brother alikuwa amelala mochari ya Montezuma. Kapelekwa Montezuma, akaona mwili, tukaenda mazishi pale pamoja katika sehemu ya Kinangop. Tukaenda tukazikana huko. Ndio ndugu yangu alikuwa amenunua shamba, because my mama alitunyima shamba. Alisema baka hawezi tupatia shamba. I remember even my brother alimuomba shamba for so many times. That our firstborn. Na firstborn yetu sisi amekufa akiwa mdogo. Amekufa akiwa 56 years old. Alimuomba shamba, akamuomba shamba, madhi akasema yeye shamba zake ya kupewa na mtu, ni kutafuta alitafuta, kwa hivyo yeye atapea mtu. Now most of her shamba actually hata zimegrabiwa na watu, because ni shamba kubwa na ameziachilia zimekuwa scattered hivyo. So before
my brother passed away, tuliweza kukaa chini na few members of our family, our uncles, and also our grandfather mwenye amebaki, actually ni mmoja tu. So tukiweza kujua venye tunaweza kufuatilia hizi mashamba kwa maana zisipotee. Do you know, after doing that, all of that, the meeting that it to cost a lot of time, it to cost money, it to cost those meeting. Finally, my mom, do you know what she said? It is very weird. Alisema hizo shamba atagawia mtoto wake hata mmoja. Ataziuza ziweke kwa tumbo. Na zile ambazo hataweza kuziuza, ataziwachia hawa watu wenye wamegrab. Akisema anaachia watu wenye wamegrab, watu ambao si familia yake, si watoto wake. Sisi hata tumeishi tukihustle, tunamsupport. Hawa watu ambao hata hajawahi kula hata jasho yao, au ndio wanakulanga jasho yake, au ndio watakuja kuachia. Those are the words that she said. Atawachia strangers. So, what can you do? What can you say? Tulizika my brother vizuri, wish yake ikagua granted, akapelekwa mazishi na akarudishwa akadropiwa. So ukiwa na mzazi kama huyo, what can you do? You'll just trust God. You'll just depend on God. Na ugundue ya kwamba Mungu ni Mungu wa wajane, Mungu ni Mungu wa yatima, Mungu ni Mungu wetu sisi sote. Ambazo pia wale watoto ambao wametupwa, wale watoto ambao hata hawawezi kusema kwamba huyu ndio mzazi nilitoka hapa, ama mimi naweza kufollow up my family in this direction. Those people ni watu bado na ni watoto wa Mungu. So God can take you from a miserable background ama in a very terrible lifestyle na change life yako, because he's God. I can imagine I have some other siblings ambao walikuwa traumatized na the character ya my mom, na wakaingia katika ulevi, na wakaingilia drugs, and right now their life are not good, but I always pray for them. Waliingia kwa drugs, wakaanza kukunywa pombe, wakaanza kuvuta bangi because of depression and stress. But I'll tell you something, even you, my brother, if you are listening to me right now, that there is God who changed things. Kuna Mungu ambaye anaweza kutoa katika hii hatua na kupeleka katika hatua nyingine. Hata wewe msikilizaji unayenisikiliza na kunitazama, na maisha yako maybe haijakamilika vizuri na Bwana, nataka ujue ya kwamba hii maisha sio yetu. Hii maisha iko na mwenyewe. Na Mungu ndio ruler wa maisha yetu. Mungu ndio ruler wa even uzima wetu. By the way, there was a time nilikuwa na discussion kwa kanisa nikiambia watu ya kwamba ni nini mwanadamu anaweza kujivunia? Hakuna kitu mwanadamu anaweza kujivunia, kwa sababu hata mwili ambayo uko nayo, hiyo mwili yenye unakunywisha pombe, hiyo mwili yenye unavutisha bangi, hiyo mwili yenye unapatia madawa, sio yako. Wewe umejikuta tu kwa hii dunia, you don't even know how you came in this world. You don't even know why God brought you here. But I want to assure you and tell you that there is a purpose and a reason. Kuna purpose na reason yako wewe kukua mahali uko siku ya leo. So I think the right direction or the best decision a man can make is trusting in God, giving their life to Jesus, because I'll tell you for sure that Jesus is the way, the truth and the life. Na nimeona watu wakipotelea kwa Yesu na wanapona. Walevi wanakimbilia Yesu, wanapata uponyaji. Wachawi wanawachana na uchawi kwa sababu wamepatana na Yesu. Waganga wanawachana na uganga, wanabeba msalaba wao na wanafuata Yesu. Saulu akapatana na Yesu, maisha yake ikabadilika. Akabadilishwa jina na Bwana, akaitwa Paulo. Manake ni kwamba
Ametoka katika maisha ya kale, ameingia katika maisha mengine mapya. So, also think about your own life. Because at the end of the day, either you agree with me or you don't agree, hii world tunapita. Hapa sisi ni wapita njia. We are here for a while. The time is coming whereby vile tu umeshuhudia wengine wakizikwa, wengine wakikufa, hata wewe tu wengine watashuhudia, hata mimi wengine watashuhudia. That is the nature of this world. Lakini yule aliye na Yesu, hata kama utakufa, kwa maana kufa hiyo ni njia yetu sisi zote, utaishi milele. Because kama kuna kitu ambayo huwa ikufi ni soul. Soul huwa ikufi because a person ako divided into two. There is real you, now the person that we see outside, and there is another you that is inside. He's called inner man. That inner man ndio huwa anaishi milele. Huyo inner man ndio huwa anaenda kuzimu. Huyo inner man ndio huwa anaenda katika uzima wa milele. Huyo inner man ndio Mungu anataka kukomboa wakati anakuita katika wokovu. Wakati unaokolewa, wakati unampokea Yesu, huyo inner man ndio anakuanga transformed. Ukiwa transformed from inside, inaonekana baka nje. That is why ulipata mwizi alipatana na Yesu akaokoka. Sasa saa hii yeye si mwizi. Mungu alimrejeshea maisha yake, na maybe ni mchungaji. Kuna gift nyingi katika huduma, na kuna gift nyingi kila mmoja amezaliwa nazo. Kwa hivyo my friend, my brother, my sister, my brethren, let me tell you, usikubali shetani arule maisha yako. Let God take control fully in your life. Wacha Mungu mwenyewe akuongoze, wacha akukomboe, wacha akulinde, na wacha kutendea mambo makubwa. Na kwa sababu ya hiyo yote ambayo na matendo ambayo Mungu amefanya katika maisha yangu, ningetaka kushuhudia siku ya leo na niseme ya kwamba nimetoa nyimbo hii mwaka ambayo inaitwa Wewe ni Mungu. Na katika hiyo song, mpendwa, ni song ambayo inaguza moyo wa mwanadamu sana. Ni song ambayo inakujenga kiroho. Ni song ambayo ni ushuhuda wangu. Kama vile ninajua tu hata kama nimepitia shida, sijapitia shida peke yangu. Kuna wengine pia wamepitia ingine ngumu hata kunishinda. Kuna wengine pia wamepitia ingine tu kama hiyo yangu. Lakini kuna Mungu ambaye hubadilisha mambo. Na Mungu alikuja akanibadilishia maisha. Saizi siombi chakula, mpendwa. Siombi makao, siombi nguo. Mungu alinitoa katika hiyo hali hadi ya kukosa makao, mahali pa kukaa, mahali pa kuishi. Mungu akanipatia baka nyumba yangu. Mungu amenishikilia, amenionekania, amenitoa katika hatua hii na kanipeleka katika hatua nyingine. Sawa sawa tuna vile atakavyofanya katika maisha yako kama utakubali ya kuongoze. Kwa hivyo hiyo song inaongea about testimony. It is the testimony of what God has done. I'm testifying the goodness of God. Nina testify wema wa Mungu na kusema kwa hakika Mungu ameweka ushuhuda kwa moyo wangu. Wakati nilikuwa naona kwamba sitaweza kuvuka mpaka. Do you know me, there was a time nilikuwa nakaa hivi najiuliza, mimi naweza tu kwa maisha yangu siku moja kuona tunaweza jibaia hadi chips. Hizo chips ndio nilikuwa naona ni chakula ingine nilikuwa naona best sana, na saizi hata sizikulangi. Naweza afford tu nijibaia chips ya 50 bob. Sikuwa nadhania that can be possible. But saizi hata hiyo chips sikuli. Na ukiona nikikula chips maybe ni once in a while. Because nilikuja kujua even what I was missing. Nilikuwa naimiss kwa sababu ya desperation na shida. Kuna Mungu ambayo haangaliangi background yako. Kuna Mungu haangaliangi which family you have come from. Angalia someone like Gideon. Gideon alikutwa na Mungu, malaika akamnenea na akamwambia kwamba Mungu amekuchagua wewe uende vita. Akauliza, mimi nikiwa kama nani? Mimi familia yetu, mimi ndio mdogo sana. Na hata kwetu mimi mwenyewe, mimi ndio yule mdogo sana. Sisi hata tutambuliki wala hatujulikani. Lakini Mungu hakuangalia background yake. Alimbless, akamuinua na akaweza kumuongoza, na hata akaenda na akaweza kushinda vita. Ninasema nini? Mungu anapokubariki haoni background yako. Atazami kule umetoka. Anakuchagua hata kama haujasoma,
anakuinua hata kama hujasoma, hata kama ulizaliwa katika familia gani. Chukua uamuzi mpya katika maisha yako. Na kwa sababu hiyo ninakualika moja kwa moja uje usikiliza hii song ambao nimeifanya, inaitwa Wewe ni Mungu, katika platforms zangu zote. Hallelujah. Hii song ni song iko na ushuhuda. Hii song ni song itajenga moyo wako na itajenga maisha yako. Unaweza kunipata kwa social media zote na platform zote, Golden Mukami. Ingia pale kwa YouTube, ni subscribe mpendwa, ni follow, comment, like, share na my friends. Ingia pia pale kwa TikTok, ni follow, watch video zangu. I have so many content. Actually baka ninafanya hadi pranks. Nafanya baka vlogs. Zinawapatia mawaidha, zinawa advice through the experience ambao nimepitia. Mimi nimegaramika through the experiences. So wewe watch ile kitu ambao mimi nimegaramika, ikujenge na ikubadilishe kwa maisha yako. Na uone Mungu akiwa mwema na akiwa mwaminifu kwa maisha yako. Kwa maana mimi najua utakapoingia pale katika hizo platforms zangu, kuna kitu ambayo itabadilika katika maisha yako. Ingia pia kwa Facebook. Follow me on Facebook, Golden Mukami. Platform zote mimi naitwa Golden Mukami. Ingia katika Instagram, ni follow pia kwa Instagram, Golden Mukami. Listen to my videos, see my content. I have so many good contents ambazo zitakufurahisha. Pranks zitakutengenezea mood, zitafanya ufurahi hata kama utasikia uko down. Vlogs zitaku advise no matter how hard your life is right now, or whatever you are going through right now. Vlogs zitakupatia maarifa sana. Kwa maana ninaongea mambo ambayo nimeyapitia na ni mambo ambayo pia mengine nimeona watu wengine wanaipitia. Pia usahau kuingia katika Spotify. Niko katika Spotify, songs zangu ziko pale. I have so many songs actually. Hii song tu, Wewe ni Mungu, ndio nimetoa tu katika hii mwaka. But I have so many songs hata kwa YouTube. Ukiingia kwa YouTube hata usiwe na speed. Ukiwatch hiyo, you can still watch another one. You can watch my content. I have so many content, my dear. Kwa hivyo mkiingia pale, please usiingie ukose kunisubscribe. Usiingie kusubscribe, actually hakuna kitu inakucost. Hata kucomment hakuna kitu inakucost. Na usisahau kufinya pia kale kabel. Many people they go through the social media platforms, hata YouTube. Mtu ana watch lakini hata subscribe. I wonder why. It costs you nothing, but it means a lot to us. Sisi watu ambao tunaeneza hii huduma na tunaeneza hii injili. Inamaanisha a lot kwetu. Kwa hivyo usipite tu, subscribe, make sure you subscribe, make sure you comment. Make sure also you share with your friends. Wacha tueneze hii injili. Wacha tufanye kazi ya Mungu. Na malipo ninajua kwamba Mungu atatulipa. Baadaye hata usipolipiwa hapa mbinguni, hata wewe unayetumikia Mungu, hata usipolipiwa hapa duniani, wewe unayetumikia Mungu, jua kuna makao ambayo tuko nayo mbinguni. Na kwa sababu hiyo ninawapenda sana, na najua kwamba yale mambo ambayo nimeyazungumza siku ya leo yatabadilisha maisha yako. Na najua kwamba utajua hata kama unapitia magumu namna gani, Mungu atakuja kukuinua na kukubadilishia maisha. Kwa kuwa Mungu ni mwaminifu na ahadi zake ni za milele, na Mungu ananga mapendeleo. Kwa hivyo vile alibadilisha maisha yangu, akanipatia ushuhuda siku ya leo, hata wewe atabadilisha maisha yako. Kwa hivyo ubarikiwe na usinisahau, mimi Golden Mukami. Ninawapenda nyote, upendo wa Bwana. Amen.
umenitoa Misri, nchi ya utumwa, kanipeleka Kanani, nchi ya uzima. Sasa nina amani na nimepata suluhisho. Amenitoa kwa mateso, nimepata ushuhuda. Sikuwa na chakula, sikuwa na mavazi, sikuwa na makao. Baba umenipa jina,